Hujambo na karibu ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Hodim TV. Uko nami Haruni Mwambepo. Alichokiongea Dudu Baya hapo ni maisha halisi ya kwa Tanzania na ni maisha halisi ya sasa. Fungwa na utumwa sio maisha. So ufungwa uko aina nyingi. Unaweza ukafungwa gerezani, wewe ni mfungwa wa gerezani, lakini unaweza ukawa tu uraiani kama kawaida, una pingu na minyororo, lakini wewe nilifungwa la uchawa. Nilifungwa umejaa madonda moyo mzima, lakini unatabasamu. Kwa hiyo tu scenario ya maisha yako tu ni ufungwa tosha. Ndio maana sasa hivi kuna ukoloni mambo leo tofauti na ukoloni wa miaka ile ya kufungwa minyororo na kusafirishwa kwenda kuuzwa. Kwa hiyo Afrika bado iko kwenye utumwa mambo leo. Kwa hiyo na taifa la Tanzania, kwa Tanzania wengi ukiachilia wazungu sasa, sababu wazungu ni Afrika nzima. Sasa kwa Tanzania hapa, asilimia kubwa wa Tanzania tuko kwenye utumwa mambo leo, ambao ni ndani yetu sisi Tanzania, yani ndani ya familia yetu Tanzania. Ni sawasawa mwe na familia, baba akisema kitu huwezi kumkosoa, mama akifanya kitu huwezi kumkosoa kwa sababu ni mzazi. Kwa hiyo wewe mtoto unayekaa kimya afu unaumia, wewe ni mtumwa hapo ulipo, wewe nilitumwa. Sio, umeelewa vizuri? Yeah. Kwa hiyo kauli ya Diamond Platnumz, angezungumza tu wa Tanzania na waomba tufanye kazi, ilikuwa ni ujumbe mzuri sana wa kuempower, kuencourage watu kufanya kazi kama Mwenyezi Mungu anavyosema, asiyefanya kazi na asile. Lakini unapomwambia mtu unamtukana, hata kama mimi ningekuwa nina babangu mzazi anatuambia pale nyumbani, fanyeni kazi, tumemaliza shule labda, alafu aje atupa mchoro, tukafanye kazi gani? Connection gani ametutafutia? Sababu unaweza ukawa baba, ulikuwa kwenye makampuni tofauti tofauti, unajuana na watu tofauti tofauti. Kule una wale marafiki zako, utasema bwana, na kijana wangu fulani kamaliza chuo, kuna kijana wangu fulani kamaliza la 7 lakini form 1 hawezi kwenda, namuombea kazi hapa. Kwa hiyo hata nikienda kufanya ile kazi nikiwa na mbwela na shindwa, baba una haki ya kunikemea na kunifokea, kwa sababu tayari ulisha play party yako ya kunitafutia connection, lakini mimi ndo nimefanya nini? Nimechemka. Mfano tu kwenye ile taifa, unapowaambia Watanzania fanyeni kazi, hakuna Mtanzania ambaye hafanyi kazi. Hakuna anayeamka asubuhi mpaka jioni hafanyi kazi. Hata chawa anafanya kazi, hata mpiga deba anafanya kazi, bamedi anafanya kazi, muuza karanga anatembeza machungwa anafanya kazi, mtembeza maji anafanya kazi. Sio hivyo? Lakini wanafanya kazi kwenye mazingira yapi? Kwa sababu sote hatuwezi kuwa wanamuziki. Mimi sasa hivi nikienda tu Msoma pale kupiga tu show milioni 5 sikosi, lakini wewe unaweza ukaenda anko sasa hivi Msoma pale ukaondoka hata na milioni 1. Ushaelewa? Sasa siwezi kukuambia wewe fanya kazi, sababu mimi nimebarikiwa ni mwanamuziki, nazipata pesa yangu tena kwa kutoka hao wauza karanga, hao mabamedi. Ushaelewa? Alafu leo naanza kuambia nini na watukana fanyeni kazi. Hatuwezi kuwa wote wanamuziki, hatuwezi kuwa wote wakina Bwana Samata tukacheza mpira Ulaya. Kila mtu ana njia yake ya kufanikiwa. Kama umefanikiwa kwenye njia hiyo, basi tumia lugha nzuri kuwasaidia wengine, lakini inawezekana sio kwenye njia hiyo, kwa sababu wote hamwezi kuwa wanamuziki. Wasaidie wengine kwenye njia zao zile, kwamba huyu yeye ni mcheza mpira, ngoja nimuunganishe na watu wa academy za mpira. Ushaelewa? Mwisho wa siku kipaji chake kinachanua kwenye nini? Kwenye mpira. Huyu yeye anapenda mambo ya jeshi, hebu nimuunganishe ni aende jeshini. Mwisho wa siku ni polisi, ni askari magereza, ni nani? Ushaelewa? Hatuwezi taifa lote tukawa wanasiasa, tukawa wabunge, tukawa mawaziri, tukawa marais. Haipo hiyo.
Sasa sio wewe umefanikiwa kwenye siasa unataka na wengine wote fanyeni kazi. Hamuoni mimi nimefanikiwa? Sasa kama umefanikiwa kwenye siasa wote tu wana siasa, you are stupid. Utumia akili vizuri. Mfano unaposema fanyeni kazi, Bamedi hafanyi kazi. Sasa jiulize taifa hili hapa. Bamedi analipa kwa mwezi 70,000. Unakuta kaunta yule ndo analipwa 100,000. Sehemu kubwa kaunta analipwa 150,000. Hivi sasa tuzungumzie huyo Bamedi anayelipwa 50,000 au 70,000. 50,000 70. Hizi baa loko hizi. Acha hayo makubwa. Hizi loko. Na ndo nyingi. Huyu analipwa 50,000 kwa mwezi. Na ndio maana ukikimbia na bia 3 tu hujamlipa, ni maumivu kwa huyo mhudumu. Yaani kama umemwibia 100,000 kwa sababu anakatwa. Ukiondoka na chupa tu anakatwa nani? Mhudumu. Wateja wako wameondoka na chupa, kwa nini hujazuia? Umeelewa? Kwa hiyo mhudumu huyu mpaka mwisho wa mwezi ana madeni ya chupa. Watu wameondoka na chupa, ushaelewa. Kuna wengine wameondoka bila kulipa, ushaelewa, include ni hao wa jikoni hao wanaotuhudumia chakula hao. Ndio mishahara yao, mimi najua. Hapo katoka mkoani yuko Dar es Salaam au katoka mkoani yuko Mwanza mjini wapi? Katoka vijijini huko. Anahitaji pa kulala. Anahitaji bili ya umeme alipe, maji, afue nguo, anahitaji saluni uweze ukafanya kazi sehemu ya huduma nywele chafu. Anahitaji huyu mhudumu, hawana uniform hizi local bar. Kila siku abadilishe mavazi, viatu, na ndio wakipita wa machinga anachukua ka mkoba kwa mkopo, anachukua ka blouse kwa mkopo, kanini wao wanagi ostazi. Sasa huyu 50,000 kwa mwezi, 70,000 kwa mwezi, anaweza akanunua hivi vyote? Kesi kwake ni ngumu mno. Huyu mwenye baa, tunaweza tukasema mwenye baa ni muonezi. Mwenye baa ukija akikukotolea bili, yani kodi anazolipa TRA hawa hapa, sijui watu wa afya, kwa sababu wahudumu lazima wapime afya na wenyewe lazima walipie. Mazingira, usafi wa mazingira, wakaguzi waje, vyoni vichafu, sijui ni faini, sijui, yani kuna vitengo vya serikali, sijui kama waulize wenye baa. Mimi nimekuwa na baa najua. Sasa huyu mwenye baa, hizo bili za serikali, atakuwaje na uwezo wa kumlipa mhudumu 150,000? Nakuuliza sasa, wahudumu wako 10, atakuwa na uwezo wa kuwalipa 150,000 kwa mwezi? Kwa bili hizi za kodi hizi, tozo hizi, bado walinzi, bado umeme, bado maji, bado DSTV watu waangalie mpira pale, sijui Azam TV, bado watu wataka. Hawezi kuafodi kumlipa mhudumu 150,000 hizi baa za kawaida. Ndio maana anaweza kumlipa 50,000, kumlipa 70,000 kajitutumua sana. Sasa huyu Bamedi anajikuta hata na waga wanagewa chakula mlo huu tu kwenye baa, mlo huu asubuhi utajijua, saa 10 jioni ndio unaona dishi la wahudumu, ndio utaona wako nyuma kule wanakula wote. Cha usiku utafanya nini? Utajua mwenyewe. Nauli kwenda na kurudi. Alafu huyu unamtukana afanye kazi kwenye taifa lao Tanzania, wakati aliyempa ajira mwenyewe huyo mwenye baa, kodi zake ni kibao. Umeelewa vizuri? Sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo katika taifa ni lazima, hata kama mnaambizana tufanye kazi, kuna mazingira ya kumwezesha mtu kufanya nini? Kazi. Tukitoka kwenye ya Bamedi, twende kwa mkulima. Kama mwaka jana nafikiri mvua zimegoma sana. Uongo kweli? Mkulima kama mimi nalima, labda nalimisha Geita huko, sikuna vibarua wale, si ndio ajira yao? Sasa mvua zinyeshi, hawa mimi nitawaambia walime vumbi? Si nitawaambia mvua hakuna, katafuteni vibarua sehemu nyingine? Kwa hiyo tayari wamekosa kazi, na mimi nimekosa mazao. Yule anayekuja kununua mazao kakosa mazao. Huku nyinyi Dar es Salaam mnataka chakula, kimepanda nini? Kimepanda bei kwa sababu uhaba nini? Kilimo hakijafa nini? Mvua zimegoma. Kwa hiyo unajikuta
huo mtiririko wote watu wana maumivu, kuanzia mkulima shambani, vibarua, mpaka mfata mazao mnunuaji, mpaka kuja kulangu huyo anayeuza Dar es Salaam na yule anayesafirisha nje ya nchi, wote wamefanya nini? Wameumia. Sasa unaposema fanyeni kazi, wanaoshinda mashambani kule wafanyi kazi, alafu mwisho wa siku msanii huko Kahama unapiga show, yule anatoka Nkome, anatoka Sengerema, wapi kuja kuona show yako, alafu unamwambia kwa hiyo hafanyi kazi wewe? Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunapokuwa public figure tunatakiwa tutumie lugha zenye hekima na busara katika kuambia watu wafanye kazi. Hata ukiwa mheshimiwa rais kwenye taifa lolote lile, unaposema fanyeni kazi, ni lazima kuwepo na mchakato bora wa ajira. Mataifa yote duniani yana upungufu wa ajira, uongo kweli? Uonage hata Ulaya watu wanaandamana ajira, sio? Ushanaelewa? Afrika watu hawana ajira wengi, Afrika nzima. Sasa unaposema watu wafanye kazi, wewe ni serikali, je, mfumo wa ufanyaji, mfano hilo la wakulima. Sasa kama nimeona chama kimoja kinasema eti kitatoa heka 5 kwa kila kijana nchi nzima kwa ajili ya kulima. Yaani wewe unanipa mimi heka 5 kulima, si ndio? Ni wangapi wana hizo 5 mikoani huko na walime? Kwa nini hawalime? Kwa sababu kwanza hawana pembejeo, pili hawana mbolea, tatu hawana soko zuri, kwamba nalima navuna naenda wapi mazao. Juzi nimeona taarifa habari, watu wa wapi wanatokea sana maparachichi, ni wapi? Mbeya, Iringa. Kuna sehemu Mbeya huko maparachichi. Nimeona taarifa habari wanaomba ndege ya mizigo, sababu maparachichi ni mengi, na parachichi unajua likikaa tu kesho tu limeshaoza, na parachichi ni zao la kimataifa. Kwa hiyo wanaomba wapatiwe ndege ya nini? Ya mizigo. Sasa hiyo ndio maana ya kumwambia mtu fanya kazi. Sasa mtu analima alafu maparachichi anamuozea, anakosa pesa, aliwekeza pesa, alafu kesho anaacha hiyo biashara, au kala hasara maisha yako, alafu unamwambia fanya kazi wakati hujamwezesha. Na ndio maana nikasema unapotaka kumwambia mtu fanya kazi, anza kumwezesha, mcholee mfumo. Wafugaji huko mikoani hawana hata sehemu ya kulishia mifugo. So unaonaga wanapigana na wakulima kila siku. Kwanza hapo ni kwamba wafugaji hawajawezeshwa. Ndio maana wanavamia mashamba, mifugo inavamia mashamba ya nini? Ndio kesi kila siku unaziona, wanauana. Huyu kalima mazao na hasira zake, ng'ombe wamekuja kula. Huyu naye ng'ombe zimeuliwa na hasira zake, wanapigana, wanauana, kwa sababu hakuna mfumo bora. Ushanaelewa? Alafu ukija ng'ombe, wakija hata makampuni ya kimataifa anataka nyama. Sisi Afrika nafikiri kwenye swala la mifugo, ng'ombe ni taifa la pili kama sikosei. Taifa, unanielewa? Unaweza kwa vile sina hakika sana na hiyo. Ndio kwa vile kwenye mifugo Afrika, Tanzania nafikiri ni ya pili, if I'm not mistaken, ni ya pili kwa ng'ombe. Lakini hawa ng'ombe tulionao hawana afya, kwa sababu sehemu ya kufugia hiyo mifugo na kupata lishe bora hakuna. Na ng'ombe mimi nikienda kumnunua kule, nikimleta Dar es Salaam hapa, labda namnunua kule kwa 800,000, ili nimlete Dar es Salaam niuze 1,500,000, inabidi kwanza niwe na sehemu yangu, ni muhifadhi, nimpe maji safi, nimtibu, nimlishe kama miezi afya, alafu ndo nimtie wapi? Sokoni, awe na kilo. Huoni hiyo process? Sasa jambo hilo litakiwa lianzie kule anakotokea ng'ombe, akiwa na kilo za kufikia 1,500,000, awe na kilo za na mimi niuze 2,000,000. Ushanaelewa? Sio tena mimi nichukue ng'ombe alafu tena nibuhifadhi nianze kumlisha. Kwa hiyo ndio naosemea kwamba wafugaji wawezeshwe, wavuvi wa mazingira bora, mabamedi wao kwenye mazingira bora,
kwa sababu kila mtu niliowataja wanafanya kazi, wakulima, wewe kwenye mazingira bora, kila mtu akae hivyo, kwa sababu wote hatuwezi kuwa na muziki, wote hatuwezi kuwa wabunge, hatuwezi kuwa mawaziri, hatuwezi kuwa marais, hatuwezi kuwa wakurugenzi, hatuwezi wote kucheza mpira, hatuwezi wote kuwa maaskari. Umeelewa vizuri? So kauli ya mdogo wangu Nasibu amekengoka. Mimi toka nishawahi kusema, toka ametoka kwa PDD kule mpaka amerudi Diamond Platnumz hayuko sawa. Labda lile tukio la PDD kutrend dunia nzima kama limemchanganya, na pia kauli anazozitoa nyingi ni kama mtu kazidiwa na ulevi. Ushanaelewa vizuri? So hakuwa hivyo kama mimi ninavyomjua, hata kama wakati tuko Wasafi Festival alikuwa anakunywa, lakini sio sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi, kwa sababu kufikia hatua ya kutukana matusi, hata wakina Mario nyuma ya gari, wakina Juksi niliona kama walirudisha vichwa. Ushanaelewa? Wakawa pole kwa hivyo ushanaelewa? Ushanaelewa? Kwa hiyo hata wasanii wenzako wakati anatoa hilo tusi niliona tu kabinya mdomo pale ni Ommy Dimpoz, lakini pia kabinya mdomo wake pale kike Ommy Dimpoz. Umeshanaelewa vizuri? Kwa hiyo na yeye mwenyewe yani kama wote walikuwa kama shocked kwamba hili tu si vipi. Umeshanaelewa? Lakini tuheshimiane kama Watanzania, kila mtu kwenye kibarua chake, basi kiheshimu. Mabodaboda waheshimike kwenye engo yao, kama tunavyoona mabodaboda wanapigwa faini nyingi barabarani. Mwisho wa siku mwenye bodaboda anataka pesa yake marejesho. Kwa hiyo ni lazima pia jeshi la polisi barabarani na wenyewe waelewe kama vijana wanahangaika, tusiwapige faini mara kwa mara. Pia tuwalinde wasitekwe na kuuawa, kunyang'anywa bodaboda zao. Ukija jeshi la polisi na lenyewe uwezo nikasema sasa hivi kwenye polisi hawafanyi kazi, nitakuwa mkosefu. So mimi nazunguka nchi yote, usione magari ya polisi yamejaa hapa kila saa, unaona ving'ora vinapita. Hii ni Dar es Salaam, sawa? Hii ni nini? Kuna asilimia kubwa ya Watanzania wako wapi? Dar es Salaam, na ni jiji la kibiashara East Africa. Kwa hiyo jeshi la polisi lina nguvu kubwa hapa. Jeshi la polisi lina nguvu kubwa nyingine mkoa maalum wapi? Mara, Msoma huko, kutokana na matukio yaliyokukishasikia jeshi la polisi kanda maalum. Yani huo mkoa umeshindikana, una matukio ya hatari. Uwezo ukapeleka kanda maalum Morogoro, Waruguru wametulia, wanapanda mlima Uruguru kule, wanaogelea, wanarudi chini huko. Kushaelewa? So unapokuja kushambulia polisi, tumewapigia simu wamechelewa kuja. Hao polisi wenyewe hujui kama kituoni labda kulikuwa umeme umekatika. Hakuna mgao wa umeme kwenu? Nakuuliza. Hakuna mgao wa umeme. Sasa polisi wanatumia nini? Si simu. Simu inahitaji nini? Si chaji. Sasa kama umeme, kama hapa Bahari Beach kuna ujenzi wa daraja hapa. Si umeona ujenzi wa daraja? Umeme ulikuwa unakatika asubuhi mpaka saa 2 usiku. Polisi naye hana chaji, simu yake haina chaji. Ushanaelewa? Alafu unampigia simu, kuna tukio hapa, anachelewa, unaanza kumlaumu. Pili, unamlaumu polisi, kachelewa kuja. Usafiri polisi, magari yanawatosha? Nauliza. Wanaga wana magari wa hayatoshi kwa jeshi. Ngoja dogo nikwambie kitu kimoja. Sisi tunaenda kuwa milioni zeko letu. Raia wa Tanzania wanaenda kuwa milioni 60. Ni milioni 60 tu, si ndio? Wewe si Zanzibar na Dar, ndio maana unaona ni mengi. Nenda huko vijijini huko, unakuta kituo cha polisi kuna mgambo tu na polisi huyu. Mgambo hawa polisi ndio mkuu wa kituo. Alafu hakuna hata gari mpaka kituo kikuu. Wale waliozungumza fanyeni kazi. Kuna video hapa. Nama na kushikana. Kiasi kwa ngumu. Watanzania wafufua tu mafai.
Ushaiona mambo ya kike hayo. Umeona sasa. Kwa hiyo jeshi la polisi, kwa sababu mimi nazunguka sana nchi, najua sababu pia ukiwa kuna sehemu tofauti unaenda, hata kituo cha polisi bado hakina hadhi mpaka uende kituo kikubwa. Hakuna gari pale. Unaweza ukaenda kituo kikubwa unakuta gari ziko 4. Ushaelewa? Na hapo hiyo sehemu raia na mali zao wanahitaji ulinzi mkubwa. Ndio center, ndio kuna maduka, kuna wafanyabiashara, kuna mabenki, kuna nini. Sasa kuna ndani nyanjilinji huko. Unataka polisi wawai, kama unavyoona zimamoto wanavyochelewa. Miundombinu ya barabara mibovu, maji hakuna. Ushaelewa vizuri? Kwa hiyo taifa lina changamoto nyingi. Tunachotakiwa ni kukaa na kuzungumza lugha moja, kushauriana, na ndio maana umeona kama clip kama hiyo. Unaposema fanyeni kazi, jitafakari kwanza wewe ulipataje. Kuna msanii kama unaona wako na Diamond wanasema fanyeni kazi. Lakini kuna wasanii wengi sana mimi najua kila walichonacho ni wanaume wenzao. Uongo kweli yangu? Wewe mjini hapa si unajua msanii fulani na tajiri fulani? Si unajua? Taarifa zipo hazipo? Mtangazaji fulani si msanii fulani kaolewa, kapangishwa apartment na mwanaume mwenzake. Wanafunga ndoa za geresha kuonekana nene ni mwanaume lijali. Uongo kweli? Sasa unaendesha Range Rover na wewe unakuja unanyanyua mdomo wako eti fanyeni kazi. Wewe umeipata hilo kwa kufanya kazi chumbani kumkata. Watch your back. Ni afadhali wale wanaoumia kutoka jasho na Mwenyezi Mungu anawabariki, ipo siku watainuka, kuliko wewe unayetumia shortcut way. Wewe huna tofauti, mtoto wa kiume unapata kwa kushikwa wenzako na kulala pazuri, jumba zuri, sijui swimming pool, sijui magari mazuri kwa na hata serikali inajua yote haya, najua. Ushaelewa? Alafu anajifanya kimbelembele tumefanikiwa. Kuna watu wanazugadi wamefanikiwa kupitia muziki, kumbe sio muziki. Kuna watu tu kwenye maisha haya mtu kafanikiwa kwa sababu ya ni jambazi, lakini kafungua bana anazugia kwamba hizi anafanikiwa kwa hizi ba. Uongo kweli? Ile inaitwa utakatishaji. Nini? Utakatishaji wa fedha. Mtu mwingine kauza madawa kulevya huko, kapiga hela, benki hawezi kuzipeleka, anafungua ba, unashangaa ba anauza BF 1500. Watu wanaingia bure pale wanakunywa tu, kumbe anatakatisha nini. Alafu huyo kesho anasimama fanyeni kazi, mimi nimetokea pagumu. Umetokea pagumu wapi? Wakati una pagumu wapi? Kabla hujazungumza watch your back. Wewe une mwanaume unayezungumza eti umefanikiwa, umejituma sana, wakati unashindana na wenzako. Huna tofauti na mwanamke ambaye kanikuta mimi ni tajiri, kanikuta na mandinga na magorofa, nikamoa kaja na kibegi chake, alafu kesho kutwa ananyanyua mdomo anasema wanaweka wenzangu fanyeni kazi, wakati kila kitu kakikuta kwangu. Kwa hiyo na hawa waliosema fanyeni kazi, nyinyi wasanii najua na wajua vizuri sana, mmeoa na wanaume wenzenu na maisha mnaoishi ni ya kishoga, ya kimalaya, ya kishetani. Na wabarikiwe wale wanaotafuta kwa jasho lao, ambao wamekaza, hawajageuzwa wanawake, kuliko nyinyi mnaoishi luxury things. Kuna wengine bongo movie hapo wanaishishi maisha kila kitu cha mabwana.